Hakika, sisi ni ndugu. Hakuna pesa wala mtu atakayetutenganisha. Tukiahidiana leo, iwe mpaka mwisho wa maisha. Yuma, Sofia, kaeni karibu nami. Leo sitaki tuzungumze kuhusu pesa wala kazi wala mafanikio. Nataka tuzungumze kuhusu maisha. Maisha yana mambo mengi ambayo hamtafundishwa shuleni. Kuna watu mtakutana nao, watacheka nanyi, watakula nanyi, watatembea nanyi na hata kujiita marafiki zenu. Lakini kumbukeni, si kila anayekaa karibu nanyi anawatakia mema. Mimi nimeishi miaka mingi kuliko nyinyi. Nimeona watu wakiharibu maisha yao kwa sababu walichagua marafiki wabaya. Wengine walikuwa na ndoto kubwa, lakini kwa sababu ya ushawishi mbaya walipoteza kila kitu. Rafiki anaweza kukuinua, lakini anaweza pia kukushusha kabisa. Ndiyo maana nataka mjifunze kuchagua watu mnaowaruhusu waingie kwenye maisha yenu. Juma, wewe ni mwanaume. Kuna siku watu watakushawishi upate pesa za haraka. Watakuambia ujanja ndiyo maisha. Watakuambia ukifuata njia ya uaminifu utabaki maskini. Lakini usikubali kudanganywa. Pesa inayopatikana kwa njia isiyo halali inaweza kukuletea starehe za muda mfupi, lakini mwisho wake ni aibu, hofu na wakati mwingine gerezani. Sofia, na wewe mwanangu, dunia ya leo ina majaribu mengi. Wapo watu watakao kuahidi maisha mazuri, zawadi na maneno matamu ili wakutumie kwa maslahi yao. Usikubali thamani yako ipimwe kwa pesa au vitu vya dunia. Mwanamke anayejiheshimu na anayesimamia maadili yake ana thamani kubwa kuliko dhahabu. Watoto wangu, msiwe watu wa chuki. Mjifunze kusamehe, lakini msisahau kujifunza kutokana na makosa. Kuna tofauti kati ya kusamehe na kurudia kosa lile lile. Mtu akikuonyesha tabia mbaya mara kwa mara, usimchukie, lakini mpe nafasi ya kukaa mbali na maisha yako. Pia msimdharau mtu kwa sababu ni maskini, wala msimheshimu mtu kwa sababu tu ana pesa. Tabia ndiyo utajiri wa kweli. Kuna maskini wenye moyo wa dhahabu na kuna matajiri wenye mioyo mibaya. Chagueni marafiki kwa tabia zao, si kwa magari wanayoendesha au nguo wanazovaa. Naomba muwe na umoja siku zote. Mimi na mama yenu hatutaishi milele. Siku moja mtabaki nyinyi wawili. Msigombanie mali, msigombanishwe na watu wa nje, na msikubali mtu yeyote awavunje uhusiano wenu wa kindugu. Damu ni nzito kuliko mali. Kila mtakapopata mafanikio, msimsahau Mungu. Ombeni kila siku kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Hata mtu akiwa na elimu nyingi, bila hekima anaweza kuharibu maisha yake kwa uamuzi mmoja tu. Mwisho, nataka niwaambie jambo moja ambalo sitaki mlisahau. Jina la familia yetu ni heshima yetu. Kila mtakachokifanya huko nje kitawakilisha familia hii. Ishi maisha ambayo yatawafanya watu waseme, hawa kweli walilelewa vizuri. Hilo ndilo urithi mkubwa ninaotaka kuwaachia. Ninawapenda sana, Juma na Sofia. Kila ninapowaona, ninaona tumaini la familia yetu. Ahidini mbele yangu kwamba mtakuwa waaminifu, mtaheshimiana, mtachagua marafiki wema na mtasimama pamoja katika kila hali. Asante sana baba kwa mausia yako. Nimekusikia na nimeyaelewa. Ninaahidi nitayafuata maneno yako. Nitachagua marafiki wema. Nitafanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Na sitakubali tamaa ya pesa inipotoshe. Nitalinda heshima ya familia yetu. Na nitakuwa bega kwa dada yangu Sofia katika kila hali. Mungu akubariki baba. Asante sana baba kwa maneno yako. Kila neno ulilolisema nimelihifadhi moyoni mwangu. Mara nyingi vijana wa kizazi chetu tunafikiri wazazi wanatuzuia kufurahia maisha, lakini leo nimeelewa kuwa mnatukataza baadhi ya mambo kwa sababu mnatupenda na mnataka tuwe na maisha mazuri ya baadaye. Ninaahidi mbele yako kwamba nitajitahidi kuwa binti mwenye heshima, mwenye maadili na mwenye kumcha Mungu.
Sitakubali kushawishiwa na marafiki wanaonielekeza kwenye njia mbaya, hata kama watanicheka au kuniona nimepitwa na wakati. Ni bora nichekwe kwa kufanya jambo sahihi kuliko nisifiwe kwa kufanya jambo baya. Kuhusu marafiki, nitachukua muda kuwajua kabla sijawaamini. Nitawachagua wale wanaonitia moyo kusoma, kufanya kazi kwa bidii, kumheshimu Mungu na kuwaheshimu watu wengine. Sitamruhusu mtu yeyote aniingize kwenye matatizo ambayo yataharibu maisha yangu na jina la familia yetu. Baba, umesema kwamba siku moja mtatuacha mimi na kaka Juma, na kuhakikishia kuwa nitamheshimu kaka yangu na nitakuwa upande wake katika nyakati za furaha na za shida. Sitakubali mtu yeyote atuletee ugomvi au kutugawa kwa sababu ya pesa, mali au maneno ya watu. Ninaamini mafanikio ya kweli hayapatikani kwa njia za mkato. Nitafanya kazi kwa bidii, nitasoma na nitakuwa mvumilivu mpaka nitimize ndoto zangu kwa njia halali. Nataka siku moja watazame watu na ujivunie kusema, huyu ni binti yangu Sofia. Asante kwa kutulea kwa upendo, kwa kutufundisha mema na kwa kutuombea kila siku. Najua si rahisi kuwa mzazi, lakini umefanya kila uwezalo kuhakikisha tunakuwa watu wema. Ninakupenda sana baba, na mbele yako leo ninaahidi kuwa nitayafuata mausia yako, nitaiheshimu familia yetu, nitawaheshimu watu wote na nitajitahidi kuishi maisha ambayo yatamletea Mungu utukufu na kukufanya ujivunie kuwa baba yangu. Sofia, nimekuwa nikifikiria sana kuhusu maisha yetu. Nataka kukuuliza kitu. Unaona maisha yako yanaelekea wapi? Kwa kweli kaka, wakati mwingine hata mimi huwa najiuliza swali hilo. Nina ndoto zangu, lakini kuna mambo mengi yanayonifanya niogope. Ni kweli maisha hayana njia rahisi. Lakini niliposikia maneno ya baba leo, yamenigusa sana. Alitukumbusha kuwa tunapaswa kuwa na subira na kufanya maamuzi kwa akili. Ndiyo kaka, maneno ya baba yamenifanya nitafakari sana. Aliniambia nisiishi kwa kufuata maneno ya watu, bali niishi kwa kufuata kile kilicho sahihi. Hilo ndilo nililopenda kusikia. Baba ametufundisha kitu kikubwa, kwamba maisha yanaweza kutujaribu, lakini tusikubali changamoto zitufanye tupoteze mwelekeo.